Na maana wewe mama, kumbe umezamilia, si ndio? Samahani, sikuzamilia. Sasa leo ndo mwanzo na mwisho wako, yaani umeyakanyaga. Nilikuwa nakutafuta kitambo sana. Sasa leo nakukatakata mapanga na kuwa na nakuzika. Lakini we siri. Ushakuwa mkubwa jemedari sasa hivi. Sawa. We kamanda. Kanali. Brigedia wewe. Andika hapa posa ya dada yako. Haya, andika ya kwanza. Mkaja wa mama. Mkaja wa mama. Weka 700,000. Andika koti la babu. Koti. Ili. Weka 700,000. 5 kata 5. Weka blanketi la bibi. Hii naandika tumefunga unapata. Unanisikia unanijua mimi? Huyu sawa, weka na babu. Andika wajomba. Wale shemeji zangu siongei nao, unajua. Siongei nao kabisa. Ila andike tu. Andika 500,000. Hawatasikia tu kuku kaliwa manyoya kwio ndo waishapita. Andika wale madada zake, Wako wapi madada wale? Wale wachawi na wauni. Kama yule mwingine yule kashauriwa mara 12. Wako 6, andika 100,000. Kanga zao. Kila mmoja atapata kanga 100,000. Kaka sio kitenge, andika 100,000. 6 andika mashati ya makaka. Wako ngapi kaka zako? Wale bwana. Andika 100,000. Hiyo ya kwako hiyo. Yaani hiyo ukisikia kaka, chukua mtoto hiyo. Na mimi sitaki mali. Sitaki tuende chef. Mimi nataka vitu, nataka pesa. Watatu. Wako ngapi? 3 4? 3. Kama yule mmoja yule anafutaga sigara kubwa, nani mwenye kiduku yule? Nani anaitwa yule? Daudi. Kwanza akui. Kama mchelema akui. Yule akui yule. Sasa pandika mahali. Hii mahali inatakiwa sheria achukue bibi harusi, lakini kwa sababu anapokwenda kule kwa wajinga itabaki hapa nyumbani. Hii inaweza kawa tukapiga pasu kwa pasu. Andika 1.5 milioni. 1.5. Mbona kama milioni? Tuongeze kitu inatosha. Inatosha labda tu. Ya, kwa sababu umesema kama ndeko tupige hesabu Hii tuanzie huko chini. Ukianzia posa ukianza kuhesabu, ukihesabia juu kumikosi unaanzia chini. Haya, 1.5 jumlisha 300,000. Milioni 1.8. Jumlisha 600,000. Inakuwa milioni 1,900,000. 1,900,000. Jumlisha 500,000. 500,000 kwa milioni 2,400,000. Milioni 2,400,000. Jumlisha 500,000. Vipi? Umefikia wapi? Mke wangu, umeshindikana kabisa. Sikia, si unaniamini? Nakuamini sana mke wangu. Katika maisha haitakiwi ukate tamaa. Sawa. Alafu sitoshe ni bado kijana mdogo kabisa. Sawa. Unajua mimi nakupenda. Na alafu sitoshe unaniona mimi jinsi nilivyo hivi. Mimi nimeanza kupambana kabla yako. Ni kweli. Lakini mimi sijakata tamaa hata siku moja. Maana katika maisha siku zote unaambiwa muhangaikaji ndio mpataji. Leo umekosa, kesho utapata. Sababu mimi nakupenda na mimi ni wako.
Afu kingine, gari bovu. Huku tuna gari zima maijia. Si unanielewa? Ni kweli hilo nalifahamu mke wangu, nalifahamu vizuri sana. Na mimi najivunia. Unipishe nilale mimi. Hebu njoo kwanza ulale bwana. Kiukweli mke wangu, nakushukuru sana 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 kwa kuzidi kunitia moyo, maana sijui bila wewe sijui ningekuwa wapi kiukweli. Kabisa nakupenda sana mke wangu. Mbona kama nani haitimii? Mbona haitimii? Andika hivi. Andika usumbufu tu. Imeka begani milioni ngapi? 3 na 9. Andika usumbufu 500,000. Wafikiri mtoto alimokota. Itakuwa milioni 4 laki ngapi? 3. Wewe akili una ya Rabbi wewe. Vipi mme wangu? Mwalika kwa huyo kwa. Kaa chini nikupe uoto. Kaa chini mke wangu, kaa chini. Shikamoo. Baba hujambo? Bwana wewe. Mungu huyo. Mungu. Wacha naitwe Mungu. Na watu wanakuja. Wanataka kumposa binti yako. Yaani hapa sasa hivi ukiondoka hapa, kesho tunaita posa, unatia mzigo hapa. Na anachoomba kitu moja, huo mzigo wa kuja mke wangu, watu ushirikishi mtoto. Tunakula sisi wenyewe. Wanaleta posa? Semaje? Kwani hujasikia mtoto anaolewa, hujasikia? Anaolewa kivipi? Ndani mwambie huyo. Kuna watu wamekuja hapa, hela nyingi, milioni 4 na laki 3. Hapa mtoto wangu aolewi. Kwa nini? Unampotezea malengo yake. Malengo gani? Ndoto zake za baadaye. Ndoto zipi? Wewe ushamona mtu kafanikiwa kwenye ndoto? Yaani ndoto ni kitu cha usingizi. Tumesha ukotaka siku moja nimekota hela. Kuamka mkononi na majani tu. Huyu mtoto ataolewa. Utaki usitaki. Mtoto aolewi. Usinitie kichaa. Mtoto hawezi kuolewa bila makubaliano ya mimi na wewe. Tunafanya biashara hii ya vitu vilivyooza. Huyu binti mwenyewe kama embe, ikifika juu chini mtini huko, ikifika chini imeoza. Wewe usitaki kunitia uni kama familia yako. Katika familia yako wewe peke yako ndio umeolewa. Lakini wengine wote wamezaa pale kwenu. Wamezaa watoto kama panya tu pale. Uongo. Na yule mjomba wako mchawi yule kaka yako, hata kurusha mwanangu chura. Mimi nikashtuka. Mtu wangu sasa hivi kwa anaruka hivi, kama chura hivi. Anaruka hivi. Unamfundisha nini mtoto? Huyu anafundishwa kamanda. Ndio mrithi wa hapa. Nimekwambia hivi, mtoto wangu hawezi kuolewa. Na kama nilimzaa mimi, mwanangu haolewi. Leba si nilienda mimi, ukwenda wewe. Mwanangu haolewi. Ataolewa tu. Nimekwambia mwanangu haolewi. Nimeshakataa, haolewi. Ninakuchoka mama. Yaani ana bahati kweli kweli yule mama. Yaani ungeniacha, ningemkatakata mapanga, ningemuua na ningemzika. Kushukuru sana. Anacheza na vyote, lakini asije kucheza na familia yangu. Kwa sasa umefikia tu na mimi unanifokea. So nakufokea. Yaani umekuja umeniharibia, ni bora tungebadilishana tu majingo ya serikali. Mimi ningeenda zangu jela, yeye angeenda zake monchwani. Nishamchoka yule mama. Haya, sasa hivi umemshikia panga. Nisingetokea mimi pale, inamaanisha kwamba ungemuua mama wa watu. Ungeenda jela. Ungewaambia nini? Kakukosea nini? Nijibu, ungewaambia kakukosea nini? Ila kazi nguo bwana. Hivi unahisi serikali inaamini wewe uchawi ambao unaofikiria wewe? Kabisa umemuua mtu afu unaenda kusema eti kaniloga. Unaweza kuonesha ushahidi kwamba alikuloga? Alafu mara ngapi nimekwambia pale hama? Mbona bado unielewi? Sasa nisikize nikwambie kitu. Kwanza nimekuchoka na haya matukio yako yasioisha. Ni vile tunakupenda kwa sababu nakuvumilia. Nisikilize. Uchague. Sijui unielewa vizuri. Utachagua. Uendelee kukaa pale, uendelee sijui kuloga unavyosema wewe, umuue mama wa watu, uende jela. Ila mimi na wewe ndio iwe basi. Au uhame pale. Uachane na huo utata wako usiokuwa na maana. Mimi na wewe tuendelee kuwa sawa. Sikiliza, sasa unaenda wapi Sasha?
najua nimekosea sana, lakini naomba unisamehe, kwani hata mimi sikupanga kufanya hivyo, lakini nilijikuta hasira tu na nikashindwa kabisa kucontrol hasira zangu. Vipi kuhusu baba yako? Amefikia wapi na msimamo wake wa kutaka kukuozesha? Unajua babangu mimi ananilazimisha sana niolewe na yule mwanaume. Eti tu kwa kuwa ana pesa. Lakini unaelewa kwamba mimi sihitaji mwanaume yoyote zaidi yako. Tafadhali. Uwahi hata kwenda kujitambulisha nyumbani. Nafurahi sana kuona umenilizia niwe na wewe kimwali, japokuwa maisha yangu ni kama mtihani usioisha maswali, na naomba univumilie, maana kwa sasa unajua napitia wakati mgumu sana. Je, nikikuoa si utateseka? Afu wewe bwana, unajua kabisa kiasi gani mimi nimekubali kuvumilia kila kitu kutoka kwako. Kwani wakati nakuwa na wewe mpaka naamua kukupenda, tayari nilikuwa najua maisha yako ni yapi. Kwa mimi niko tayari kuvumilia lolote. Kikubwa tu nisikukose wewe mwanaume. Akisiki tu jamani. Mimi nimechoka bwana. Dalali, mbona kama mabondeni sana? Ndugu yangu, unaanza lawama tena? Kwa shilingi ngapi umetoa? Chumba chenye shilingi 15,000 lazima upate bondeni huko. Shilingi 15,000 uweze kupata chumba. Wewe mwenyewe nimekufadhili sana ndugu yangu. Mimi nimeenda kuongea na yule mama mpaka anakunikubali kupangisha shilingi 15,000. Nimepata tabu sana. Afu unanipigia kelele. Tondoke. Wewe ndugu yangu vipi wewe? Mke wangu, tutafanyaje? Nataka tuende tumsikilize dalali, maana tushampa kazi atafutie chumba. Tutafanyaje? Tuseme Bwana tunakwenda. Angalia dalali mwingine. Unachukua dalali, hana hata kauli nzuri na wateja, japo kwa tuna shida, anazidi kutumia machungu. Itakiwa angalia dalali kuchukua bwana. Unamchukua. Tutafanyaje? Hebu tuzetu basi. Sio unataka maisha gani mke wangu? Maisha gani? Japo kwa maisha yetu magumu, lakini kuna watu wengine nayo wanatakiwa kidogo atufariji. Sasa anazidi kutugea maangamizo tu. Twende. Dipala. Njoo hapa. Vipi kijana wangu? Nielekeze boss. Gari limezingua tena nini? Sikiza dogo, kuna ombi moja tunataka tukuombe. Ni kijana wangu, naomba naongea mimi mwenyewe. Boss Derrick alikuwepo hapa jana. Gari lake lilisumbua, nikamwelekeza gereji yangu, kaja umemtengenezea vizuri sana kijana. Okay. Boss Derrick alivyokuja jana kanieleza kwamba kuna mwanamke alikutana naye ambaye ulisema ni mwanamke wako. Boss Derrick ni anamtaka. Sio anampenda, anamtaka. Boss Derrick anamtaka mwanamke wako. Yaani sikiza mwanangu, iko hivi. Mimi nitakupa pesa utakayohitaji, ila kikubwa nahitaji uachane na yule mwanamke kabisa katika maisha yako. Ukifanya hivyo, nitakupa kila utakachokihitaji na utabadilisha maisha, utakaa tena kukifunga hizo gari. Piga sana maspana, unachakaa kijana wangu. Fursa ndio imejitokeza kama hiyo. Bro, hivi kitu unachokiongea umekifikiria kwa kina? Yaani mimi kweli mtoto wa kiume nikukabidhi demu wangu kwa kuwa unamhitaji, inawezekana vipi? Bro, pesa zako haziwezi kufanya kila kitu kwenye maisha. Na kama ukiona pesa ni kila kitu, basi sawa, unaweza ukamfuata mwanamke ukamshawishi, akikubali basi ni chaguo lako, mimi sina kipingamizi. Lakini kwa kunifuata tu kuniambia sijui achana na
Huo sio wanaume bro. Wewe ni mtoto wa kiume. Wewe pumbavu, unataka jeuri kwa boss Derek? Sikiliza dogo, sijaja kubishana na wewe. Nimekwambiaje achana na yule mwanamke na yule wako usipoachana naye, cha moto utakipata. Wewe si unataka vurugu? Cha moto utakipata. Usinitishe nyinyi. Wewe ukirudia tena kugusa mwili wangu, nitakufanya kitu kibaya sana. Unamsikia mpumbavu? Sikiliza, una masaa 24 utakipata cha moto. Toa gani?